tuweze kubarikiwa in Jesus name. Neno la Mungu lina nguvu wapendwa. Wakati tunaposikia neno lake Mwenyezi Mungu, tunapata ufufuo mpya kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ambayo ilikuwa na changamoto nyingi za kitaifa. Niseme mimi sijui kwa nini, mimi si mwanasiasa, lakini kuna mambo huwa yananigusa nikiasikia yakipita kwenye kitaifa, yananigusa sana, especially yale ambayo inagusa watoto. Huwa inanigusa sana. Sijui kama ni kwa sababu niko na asili ya ualimu, sijui kama ndio hiyo, lakini huwa inanigusa sana. Sasa wakati nilipoangalia kwenye runinga nikaona watoto wamechomeka, hiyo kitu ilinigusa sana wapendwa. Hiyo kitu ili affect roho yangu. Nikajiuliza kwa nini Mungu amekubali watoto wafe at this time? Huo moto ulitoka wapi? Na wale walipanga ni nini liwaingia kwenye hiyo hali? Alafu hapo pia nilikuwa nimeona another clip ambayo ilikuwa inaongea kuhusu watoto wadogo, watoto kama wachekechea hizi miaka 5 hivi, wakiokotwa kutolewa kwenye mto fulani kule Gatanga. Nikaona wanatolewa, niliona clip kwenye hizi nini, nikaona wakitolewa, na tulikuwa tumesikia taarifa, hata najua hata wewe ulikuwa umesikia ya kwamba watoto wanapotea, watoto wanashikwa wanapotea. Na pia nikaona clip nyingine kutoka pale Kageni inaongea kuhusu watoto. Ati kuna mama mmoja alishikwa akiuza ice cream. Unajua mama anauza ice cream, wanagojea watoto pale shuleni, wanawauzia watoto, wanapenda ice cream sana. Sasa kuna mtu aligundua kabla auze kuna kitu anaweka kwenye ice cream, alafu anapatia watoto. Eventually wale watoto wanapochukua ile ice cream na kutembea na wakienda kukula, wale watoto wanakuwa affected, wanaanza kuwa dizzy. Kumbe kuna watu wanawafuata, wanapowafuata wanawashika, wanawaingiza kwenye gari. Sasa hiyo vitu ilikuwa inanisumbua kwenye akili. Na hata wakati nilikuwa naenda kuandaa kuomba Mungu na kuambia Mungu tunakemea hii roho, maana hii roho ina attack our future. Unaweza sikia sana. Ukiona roho ina attack watoto, ni roho ina attack future ya Kenya. Na hii ni kitu ambayo ni hatari. Na nilipokuwa kwenye hiyo maombi, pia kuna issues za magonjwa zilikuwa zinatokea, attacks za magonjwa over the week. Alafu pia nikasikia kuna mmoja wetu alikuwa ambaye alipata changamoto that came from nowhere, alafu akajikuta kwenye hali, nikiwa kwenye hiyo hali ya maombi, Mungu alinenea, na nikaona hili ni neno ambalo amenipatia ili iweze kulinena, ili iweze kututia nguvu. Wapendwa, tunapitia kwenye tunapitia kwenye season ambayo imejaa changamoto, na ni vizuri tusimame naye Mwenyezi Mungu. Yesu asifiwe sana. Mungu tukimuomba, tukisimama na yeye, ataenda kutushindania. Haijalishi ni hali gani. Mambo kama haya tunasikia ya Ebola wapendwa, ilitokea Kongo. Si tunajua hivyo ya kwamba imetokea Kongo. Sasa sijui kwa nini serikali imekubali kuwe na pahali pa kutibu wale ambao wanagonjeka kule Kongo, waletu all the way waletu Kenya. Mimi sikuelewa. Mimi nataka nielezewe kwa nini. Kwani tuko tayari sisi, kwani wa Kenya Ebola free? Yaani kwani tuko na nguvu ya kuzuia? Maana unapoleta wagonjwa, maambukizi yatatokea. Si ni wapendwa? Maana huu ni ugonjwa wa hewa, ni ugonjwa wa ambao mkiguzana tu na mtu kwenye ile jasho unakamata, unashikwa na hiyo ugonjwa. Nilikajiuliza maswali mengi, lakini kwenye hiyo hali Mungu alinenea akaniambia, katikati ya mawimbi yote nina uwezo wa kuwatoa. Yesu asifiwe sana. Na hiyo ikanipatia nguvu sana ya kwamba mawimbi yatakuja maishani. Kuna mawimbi, wimbi ni product ya wind. Wind ni nini na ni upepo. Upepo ndio unafanyaga kule baharini kuwe na mawimbi, kuwe na letosha Kiingereza waves, kuwe na waves, na hizo waves zinakuwa hatari, zingine zinaua, wengine wakiwa kwenye mashua ina overturn,
na zingine zinarefu kabisa, zinavunjika na watu wanaisha kwenye haya mawimbi. Lakini Mungu ametuahidi ya kwamba pamoja na yale mawimbi, haijalishi yatakuwa magumu namna gani, mengine yatatokea maishani mwetu, mengine yatatokea kwenye familia zetu, mengine yanatokea hata kazini kwetu, regardless of the forms ya those kinds of challenges ambazo tunapitia maishani, Mungu atasimama pamoja nasi na atatushindania. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niweze kusoma kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 8, Luke chapter 8. Pia hii record pia iko kwenye Mark chapter 4, lakini mimi nataka nisome Luke chapter 8 verse 22. Luka Mtakatifu sura ya 8, tukianza mstari wa 22 hadi 25. Tajaribu niweze kusoma na Kiswahili na pia niweze kusoma na Kiingereza. Hili kwanza nitasoma na Kiingereza alafu nisome na Kiswahili. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and were in jeopardy. And they came to him, and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind, and the raging of water, and they ceased, and there was calm. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying to one another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and water, and they obey him. Soma kwa Kiswahili. Ikawa siku zile, mmojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea, wakamwamsha, wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka. Swali nasema wakamaka. Kumaka ni kama Kikuyu. Kumaka, kushtuka. Ile hali ya kushtuka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji na vinatii? Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya hili neno lako ambao umetupa siku ya leo. Mighty Father, tunapoenda kuliangalia, tunaomba Roho Mtakatifu aweze kushuka, aweze kunena nasi, ili Baba tuweze kuelewa kile Baba yetu unataka tusikie kutoka kwako. Tupe nguvu, tupe uwezo, tupe ufunuo mpya, ili lile Baba tunapoenda kuliangalia neno lako tuweze kukuelewa na tujue kile mfalme mwema unataka kutuambia siku ya leo. Tunakushukuru na tunasema ni asante, katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. Kichwa cha neno la siku ya leo ni Jesus, the overcomer of our storms. Jesus, the overcomer of our storms. Sijui tunaweza tafsiri namna gani kwa Kiswahili. Yesu mtuliza mawimbi. Mtuliza mawimbi. Yesu mtuliza mawimbi. Yesu asifiwe sana. Mara nyingi tunapoishi hapa duniani, kuna hali ya mawimbi ambayo hutokea maishani, ambao huenda mambo mengine hutokea ambayo hatukuwa tumeyapangia. Mambo mengine hutokea ambayo hatukuwa tunayajua. Haya ndio tunayaita mawimbi. Mawimbi inasimamia hiyo hali ya vitu ambavyo hutokea maishani
ambavyo hatukuwa tunayategemea, lakini yanajitokezea. Mengine yanatushtua, mengi yanakuja na mshtuko, maana yalikuwa hayako kwenye mpangilio wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanakuja kama vile ajali inaingia hata kabla, kitu ambacho haukuwa ukitegemea, lakini unajikuta uko kwenye hiyo hali. Hiyo ni dhoruba, hiyo ni kitu kimetokea ambacho hukuwa umekipangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kile ambacho kinachotufurahisha ni kwamba Yesu hutuliza hali zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisimama na yeye, hakuna aina ya dhoruba ambayo Mwenyezi Mungu na Yesu kupitia kwake Yesu ambayo hawezi kutuliza. Mambo yanakujaga, mawimbi mengine yanakujaga mpaka unashindwa utafanya namna gani. Lakini Mwenyezi Mungu ako na suluhisho kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mengine anakuwa magumu mpaka hali unashindwa ni aje. Wakati mwingine dhoruba inaweza ingia maishani mwako uwe kwenye hali ya kuchanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona mama akikimbia akitoroka mtoto wake kwa sababu ya kitu kilitokea. Na ni vigumu sana kuona mama akitoroka mtoto. Lakini ile hali ilikuwa alichanganyikiwa mpaka akasahau mtoto. Kuna issues zinatokea maishani. Kuna mambo hutokea maishani. Hata wewe ushawahi pitia. Maana tuko kwenye dunia. Dhoruba ni kawaida. Dhoruba hutokea. Na ni vizuri kama Wakristo tuwe tayari. Ona, hawa ni wanafunzi wa Yesu na wako na Yesu. Yesu ako Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dhoruba inatokea. Hii ni kitu ya kutuambia tuwe tayari. Wacha tuwe gangari. Wacha tuwe watu wenye nguvu. Wacha tuwe Wakristo wenye nguvu. Tusiwe watu wadhaifu, wiki, ambao dhoruba ikija tutapatwa na ile hali ya mshtuko. Bali tuwe watu ambao tutakuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kukabiliana na chochote ambacho kitakuja njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha ni moja wapendwa. Silaha ni moja tu, ni kumtazama Yesu. Kumtazama Yesu, na Yesu ni suluhisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Si hekima, si akili zetu. Akili zetu ziko na udhaifu. Hata nguvu zetu ziko na udhaifu. There is weakness in our strength. Kuna mambo mengine hatustahili tutumie misuli. Maana sio misuli ambayo itasuluhisha yale yako mbele yetu. Na sio hata akili ambayo itasuluhisha kile kilichoko mbele yetu. Na sio hata midomo yetu. Maana wakati mwingine wanasiasa tunawapatia viti ndio watupigie midomo. Mimi nasema mwanasiasa ni mtu wa midomo. Maana mdomo ndio unamfanya aweze kuchaguliwa. Na mara nyingi huwa wanatufrustrate. Manake mtu wa siasa anaweza sema chochote leo na kesho abadilishe aseme kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine nikiangalia Ruto kama mwanasiasa huwa namuelewa sana. Nikiangalia Ruto kama mwanasiasa, lakini kama rais hapo huwa anajiuliza maswali. Lakini kama mwanasiasa kusema anatenga na akose kutenga, okay, wanasiasa wanafanya hivyo. Kusema barabara ya kutoka hapa mpaka pale, alafu akose kufanya. Mwanasiasa anakuliaga mdomo. Bwana Yesu asifiwe sana. So wapendwa, mdomo wakati mwingine huenda usisuluhishe dhoruba. Lakini tukimtazama Bwana Yesu ataweza kusuluhisha yale yote tunayopitia. Pengine hata yawe makubwa namna gani, hata yawe yako namna gani, tumtazame Yesu tumuite, anaweza kusuluhisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dhoruba ilitokea siku moja, na tulikuwa tumetoka mbali, tulikuwa tumeenda trip wapendwa. Shule ilikuwa imetupeleka trip, ilikuwa mwalimu wa secondary. Walimu wote wakaambiwa tutapelekwa trip, mtaenda kule Rogwa. Tulikuwa na gorge ilikuwa inatengenezwa kule wakati wa Moi, ilikuwa inaitwa Takwero Gorge. So tulikuwa tunaenda kuiona na tukaenda vizuri na tukarudi. Tulipokuwa tumebakisha kama kilomita 3 tufike, na kulikuwa usiku wa manane. Wengine wetu tulikuwa tumelala. Mara tukasikia basi imepigwa break ya hali ya juu. Sisi wote tukaamka. Kuamka, mimi wale walikuwa pale mbele, wale ambao walikuwa wameokoka walikuwa wanakaa mbele, na wale ambao hawakuwa wameokoka walikuwa wanakaa nyuma, ilikuwa mmoja wao. Kwa sababu kulikuwa na tusigara tulikuwa tunaenda tukivuta wapendwa. Ndio Mungu ametutoa mbali.
So tulikuwa tunapenda kukaa hapa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So wale walikuwa mbele wakaanza kuita Yesu, Yesu, Yesu. Nakwambia Yesu alisikia. Yesu alisikia. Maana pahali hiyo basi ilikuwa inaning'inia hivi. Inaning'inia hivi. Dereva alikuwa mbio na kwenye kona alikuta gari imeharibika katikati ya barabara. Na yule alikuwa mwenye hiyo gari alikuwa mlevi. Unajua walevi vile walivyo. Gari imeharibika akalala ndani katikati ya barabara. So kwenye ile hali driver alipokanyaga brake, basi ilijirusha kando na ikaenda kwenye, yani ilikuwa hapa mteremko unakaa hivi na barabara ndio. So basi ilikuwa inasema niende ama nisiende, yani ile kucheza hivi. I think Yesu alisikia wakati aliitwa, alisikia, maana ilicheza hivi, eventually ikaacha. So ikawa ni kama sisu kidogo tu iguzwe, na kule tutaenda, sidhani kama kuna mtu ambaye angeokolewa. So kwenye hiyo hali tulitumia emergency door mlango wa nyuma. Sisi wote tulirukia nyuma, hata wamama, hata mtu yote, na watu waliporuka nyuma, sasa ikabaki yenyewe ikicheza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ilikuwa ni dhoruba na ilikuwa kali, maana kifo kilikuwa kimetuangalia hivi na macho, lakini Yesu akaitwa na Yesu akatuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mfano kama huu wapendwa. Yesu anaambia wanafunzi wake na tuondoke na twende on the other side. Walikuwa wanaenda on the other side of the lake, na haja kuu ya kwenda upande ule ndio ilisababisha hiyo dhoruba ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ilisababisha hiyo dhoruba ifanyike. Wakati mwingine mambo yanafanyikana magumu na makali, tunashindwa what is happening. Wakati mwingine when you look on the bigger picture, unaweza ona kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hapa wakati Yesu aliambia wanafunzi jiandaeni twende the other side of the lake, hata shetani alisikia na akahakikisha ya kwamba hawa watu hawatafika. Dhoruba huwa zinasababishwa na nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhoruba zozote zinapotokea, ni vizuri tuelewe ya kwamba kuna nguvu za giza ambazo zimesababisha dhoruba ifanyike. Kama yale mambo nimwambia wapendwa yanayotokea. Na ndio sababu nilikuwa kwenye maombi. Ukinaposikia wanayudi watoto wetu wanaangamia, wanapotea, hii ni kitu kinasumbua. Maana watoto ni innocent. Children are very innocent. Halafu usikia watoto wanapotea. Na sitaki kuongea kuhusu serikali, lakini sijasikia mkono wa serikali ukiongea kuhusu hii issue. Sijasikia, pengine wewe umesikia. Mimi sijasikia. They are silent. Na watoto wanaendelea kupotea. Alafu ile clip niliona ya watu wakitoka kwenye mto. Huo mto unaitwa mto Kiama. Mto Kiama pale Gatanga. Walikuwa zaidi ya watoto 5. Wameangamia. Unajua mtoto akizama kwenye maji, anapokufa mwili huwa unatoka juu. Unaona wanatolewa, wanavutwa, wanawekwa kando. Si kusikia sauti yoyote ya serikali. Lakini vile tunavyojua, huu ni mkono wa shetani. Kuna nguvu ya giza inayotembea. Na wapendwa, ni wakati wa kuamka. Ni wakati wa kukataa nguvu zingine za giza. Hazitaweza kuingia kwenye nchi yetu ya Kenya. Iweze kutuangamizia wale ambao watashikilia uongozi kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati children are attack, the nation is under attack. Hiyo ni kitu tunastahili tuone kabisa. Tulikuwa tunaambiwa, mimi sijui sababu mimi si devil, lakini tulikuwa tunaambiwa devil worshippers, wale ambao ni Illuminati, vile wanafanyaga ndio watu wafe, ndio wapate nguvu. Ushasikia kitu kama hicho? Hata mimi nishasikia ati ni damu inahitajika, ati nini. Mimi naomba Mwenyezi Mungu atulinde nchi yetu ya Kenya, asimame pamoja na hii nchi, hii dhoruba ituondokee katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wasichana uliwaona wasichana wapendwa, uliona vile hiyo shule ni shule ambayo inatambulika. I hope mliona hata wazazi ambao wanapeleka watoto kule, ni shule inayotambulika. Na unaposikia kwamba moto unatokea, in fact ilinikumbusha vile moto hutokeaga second term secondary school. Ni mnajua, you have experiences, mnajua kwamba second term kuna kitu kinakuwa kwenye shule za boarding.
kuna vitu vinatokea, kuna dhoruba zinatokea. Unasikia kama kuna mwaka mmoja shule zaidi ya 20 zilichomeka. Zingine Machakos, zingine Murang'a, sikia zingine nyingi sana Murang'a kama 4 hivi zinachomeka. Yaani kuna kitu kinatokea, kinavuruga amani, kinafanya watoto wainuke, kinafanya wengi wapoteze maisha. Na hii ni kitu hapo kama Wakristo tunastahili tusimame na tukatae katika jina la Yesu. Tuseme hii dhoruba ituondokee katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana we are all under attack. Wakati youth wanakuwa attacked, everybody is under attack. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tuliambiwa Gen Z wameinuka na wengi wakapoteza maisha, the whole nation tulikuwa kwenye kilio. The whole nation tulikuwa kwenye kilio. Maana these are our future generation. Hii ndio future ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile walipokuwa wanaongea, ni haki. Ni haki. I hope Subaru haitakuja kunichukua, lakini ninaongea ukweli. Kile walikuwa wanatetea ni haki, na wengi waliangamia, wengi walipotea. Yesu sifiwe sana. Na ninasema hivi kwa wapendwa katika jina la Yesu, ndio tuache kulala. Tuache tuombe nchi yetu ya Kenya. Wacha tuombe Mwenyezi Mungu hizi dhoruba ziondoke katika jina la Yesu. There is something happening in the spiritual world. Kuna kitu kinafanyika kwenye kazi ya kiroho. Kuna mambo yanafanyika. Nasitaki kulaumu mtu. Sasa ndio watu mambo yakianza kwenda vibaya, sote tunasema ni rais, ni mtu, ni hii. Inaweza kuwa hata si yeye. Inaweza kuwa kuna force behind ambayo inafanya haya mambo yatendeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Wakristo tuna nguvu na tuna uwezo. Ule uwezo tulio nao ni kuenda kwa magoti na kuomba Mwenyezi Mungu aliye hai afanye jambo ili kile kinachopangwa na mwovu shetani kiweze kutuondokea katika jina la Yesu. Maana hii ni dhoruba. Nguvu zetu ziko kwenye maombi, ndio dhoruba iweze kutuondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii dhoruba ambayo tumeisoma kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu ni dhoruba ambayo wanafunzi wa Yesu hawakuwa wanatarajia. Na Yesu mwenyewe alikuwepo, lakini yeye akawa amejilaza, amepumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni hatari sana kumruhusu Yesu apumzike. Ni hatari sana unapokosa kuwa kwenye maombi. Ni hatari sana. Maana hii ni ishara kwamba umemwondokea Yesu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa pamoja na yeye, lakini walikuwa mbali na yeye kiroho. Ndio sababu Yesu alikuwa amepumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari kukosa kuwa kwenye maombi. Husisha yule aliyekuumba, husisha yule ambaye alikuokoa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana dhoruba zinaweza tokea wakati wowote. So failure number 1 of the disciples was that they had failed to recognize the presence of Jesus who was with them. Alikuwa pamoja na wao, lakini walikuwa hawamtumii. Wao walikuwa wamemuondokea. Walikuwa wanatumia nguvu zao. Walikuwa wanatumia misuli yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mashua wakati ule hakukuwa na injini. Walikuwa wanatumia zile, I think walikuwa wanatumia either the wind. Kwa hivyo kuna vitu walikuwa wanaweka kule juu ndio iweze kusukuma mashua, na kuna zingine zilikuwa zinatumia zile miko. So ile hekima walikuwa nayo ndio walikuwa wanajaribu kutumia ndio waweze kusurvive. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Tusiweke Yesu kando. Kila wakati tunapotembea, wacha tutembee na Yesu. Pale popote tunapoenda, wacha tutembee na huyo Yesu. Yesu hastahili kuwekwa mbali. Ukimweka mbali atapumzika. Na akipumzika, dhoruba itakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi wakati tunaondokea Yesu, ndio mambo ambayo haieleweki huwa inatuangukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaposimama wima na yeye, tunapotembea pamoja na yeye, tunapokumbuka kwa kila jambo, hata tuacha kamwe. Ametuahidi ya kwamba hata tuacha kamwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa wanafunzi, makosa ya kwanza ni kumwacha Yesu. Walikuwa kwenye mashua the same, lakini wakaona hawataki kumtumia, na kwa hivyo Yesu akapumzika. Wao wakaanza shughuli zao za kuendelea na nguvu zao ili waweze kuvuka na kuenda the other side. Mungu atusaidie tusiweke Yesu chini. Mungu atusaidie tukitembea, tukifanya kazi zetu, tukiwa kwenye shughuli zetu zote, tuwe kwenye maombi, tuwe kwenye hali ya kumhusisha yule Mwenyezi Mungu, maana ana uwezo. Hakuna jambo linaweza kumshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo. Nyakati zingine huwa tunapigana sana na maisha. Unakuta mtu anapigana na tunaambiana mwanaume ni ni kujipatia mwanaume ni sawa, mwanaume ni kujipatia effort, sawa, lakini hakikisha kwamba Yesu uko pamoja na yeye. Maana wewe wakati mwingine tunaondokea Yesu, tunaanza kufight on our own. Wapendwa, hatuwezi fanikiwa when we fight on our own. We cannot make it when we fight on our own. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajikuta tutaenda mbali, tutajikuta kwamba tumeangamia. Lakini tunapomhusisha Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kwa mambo ya kifamilia. Unajua mambo ya kifamilia wakati mwingine ni challenging. Maana family iko na watu wengi. Na hope mnaelewa hivi. Na kila member wa family amepewa kitu hapa kwa kichwa, brain box. Amepewa kitu hapa ya kureason na kuongea. Watu wa familia ndio waweze kuongea sauti moja. Inabidi Yesu awekwe ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipoweka Bwana Yesu ndani, utakuta jamii inakosana. Lakini unapoweka Yesu ndani, mambo yanaenda sawa sawa. Maana watu wote wanakubaliana. Maana Yesu anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukimuondoa, utakuta kuna wengine wanataka kwenda hivi, wengine wanataka kwenda hivi. Wengine wameanza mambo chini ya kukuchimba. Na unajua watu wa jamii wakikosana, kuna hasira kengine kanaingia. Yaani hasira ya watu wa jamii inakuwa juu kuliko hasira ya watu wa dunia. Maana ukikosana na Onyango na Wanyama na Kalonzo, napenda tu mifano, watu wa huko ambao hamjuani, mnarushiana mkono na mnaachana. Lakini watu ambao mko related, watu ambao ni kwa jamii moja, kuna hasira kingine kanaingia. Kwa sababu unajiuliza, how can my brother, unajiuliza, how can my brother do this? How can my sister do this? How can my mother? No? Kitu kama hicho kinakufanya usikie hasira. How can my husband? How can my wife? Inafanya upandishwe na hasira. Na ndio sababu unaona watu wa karibu wanaweza kuana haraka sana. Kwa sababu kuna hasira kingine kanaingia, kanafanya upate hasira ya haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndipo tunasema lazima tumhusishe Yesu maishani mwetu. Lazima tuhusishe Yesu kwenye mahusiano yetu ya kijamii. Lazima tuhusishe Yesu kwenye mahusiano yetu hata ya kibiashara. Maana huwezi ishi peke yako. Hakuna mwanabiashara anafanya kazi peke yake. Yule ambaye anauza sukuma hapa, kuna yule ambaye ametoa hiyo sukuma nyumbani. Kuna yule ambaye ameleta na gari all the way. Na kuna yule ambaye anatoa pale sokoni na kuleta kwenye kibanda. Tunaona hao ni watu wengi sana. Ndio muweze kufanikiwa nyinyi wote na muweze kuishi in harmony. Lazima mshirikishe. Kwa sababu wewe unamjua Yesu. Kwa sababu wewe uliokolewa na Bwana Yesu, lazima umshirikishe Yesu kwenye mambo yote ya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni area gani. Area yote tunamhitaji Yesu. Tunahitaji tutembee pamoja na yeye. Hata wakati magonjwa yanatuangukia kwenye jamii. Tulipewa ushuhuda hapa the other time. I think ni wakati wa mkesha, na wapendwa, mwe mnakuja mkesha, wengi hamkukuja. Tulikuwa wachache sana. Tukisema kuna mkesha, John wapendwa. Mnajua tukiwa wengi kuna kaombi kana kuaga. Na tunamaliza mapema saa 7, saa 8 tunakuwa tumeenda. Ndio watu waweze kulala na waweze kuenda job Saturday. So wapendwa, tusiwe tunakosa. So kuna ushuhuda tulipewa na our deacon Seriot kuhusu mtoto wao ambao mara tu akapatwa na ugonjwa na temperature zikapanda.
Bwana asifiwe sana. Lakini kile kiliwasaidia sio hospitali, ni wakati walianza maombi. Wakawa kwenye maombi, wakasikia mtoto ameanza kucheka, akaanza kucheka. Sasa mpaka wakashangaa, yaani huyu ndio alikuwa. Unajua mtoto akishapata pressure, kitu ya kwanza ni kuligoya, ile hali ya hata anaanza kuongea hivyo. Sasa kwenye maombi wakiomba, wakasikia mtoto ameanza kucheka. Bwana asifiwe sana. Tuko na nguvu kama Wakristo. Tunapomshirikisha Yesu aliye ndani yetu, anatupatia uwezo hata ya kupigana na yale ambayo yanakaa kama hayawezekani. Bwana asifiwe sana. So problem number one, our disciples walikuwa hawamtumii Yesu. Wacha tuwe watu wa kuinvolve Yesu kwenye mambo yote. Number two, hawakuwa na imani, lack of faith. Hawakuwa na imani ya kutosha. Hawakuwa na imani ya kusema na kunena. Maana walikuwa na nguvu ya kunena. Walikuwa na nguvu ya kunena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna challenges zinatushika ambazo zinafaa kunenewa. Bwana Yesu asifiwe sana. There are things we need to talk. Wakati wale ambao tulikuwa hapa kwenye mkesha, nataka tu nilifanya kidogo, ndio wale ambao hamkuja muweze kushika. Tuliongea kuhusu Mungu alitupatia neno kuhusu mifupa mikavu. Iko kwenye Ezekiel chapter 37. Ezekiel 37, mifupa mikavu. Na Ezekiel alipoonyeshwa mifupa mikavu, sijui kama ni verse 7 ama ni verse 8, aliambiwa na Mwenyezi Mungu ainenee, prophesy. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na nguvu ya kunena. Tuko na nguvu ya kuprophesy, wapendwa. Hakuna kitu hatuna. Ni sisi tunajiassume. Tuko na uwezo wa kuprophesy na kubadilisha hali ambazo tunazopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wanafunzi walikuwa na uwezo wa kuambia mawimbi, tulieni katika jina la Yesu. Tulieni. Lakini imani hawakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati walienda kuamsha Yesu, hawakuwa wanaenda kumwamsha ndio aweze kutuliza mawimbi. Unaona vile imani ilikuwa imeisha. Ilikuwa imeisha to the extent that hawakuwa na imani kwamba Yesu anaweza. Walikuwa wanaenda kumwambia tunaisha, amuka ndio kama tukiisha usiwe umelala. Ni kama vile unaambia mtu amuka ndio ukikufa uwe unajisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa hali ya kuambia atinuka utulize. Ukiona vile aliamshwa, anaambia tunaangamia. Inuka. Wake up. We are dying. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka prove kwamba hawakuwa na imani kwamba anaweza tuliza, ni kwa sababu alipoituliza walianza kuambiana, kwani hii ni nani? Tunaona hawakuwa na imani na yeye. They did not have faith. They did not have faith in Jesus. Na hii ni changamoto kubwa sana kwetu wapendwa. Tunasemaga tumeokoka. Sawa. Tunasemaga tunaamini Bwana Yesu. Sawa. Lakini kwa vitendo kuna changamoto. Kwa vitendo there is something wrong with you and with me. Sababu hata mimi sijakamilika. Mimi ninayehubiri hapa sijakamilika hata mimi. Kuna kitu, kuna changamoto maishani mwetu. Ya kwamba wakati mwingine ile imani ambayo tunafaa kujaa. Unajua tunafaa kujazwa imani in such a way that hatustahili kuwa na changamoto zingine. Hatuwezi zikatushida. Lakini kwa sababu imani yetu ina upungufu, wakati mwingine hata imani haipo. Ndio sababu tunapata matatizo. Bwana Yesu atusaidie sana ili imani yetu iweze kuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yetu iweze kuinuka. Kuna mhubiri mmoja alikuwa anaongea kwenye TV, huwa ananibariki sana. Alisema siku moja alikosa, hakuwa ameoa wakati huo, lakini bado alikuwa anahubiri. Alikosa pesa ya kununua mafuta ya taa. Akakosa kabisa. Na akasikia, akaomba. Akasikia neno la Mungu limemwambia jaza maji. Na kujua kale ka taa, ile taa ya zamani. Akasikia sauti ya Mungu imemwambia ajaze maji. Of course, kwa mtu wa kawaida kujaza maji kwenye kamtungi ka hilo taa
ni ujinga, ni upumbavu, si kweli? Lakini alisikia sauti kabisa inamwambia jaza, na akajaza, na akawasha. Kuwasha ikawaka, na alikuwa anasema hiyo taa iliwaka mpaka wakati alipata pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu ambaye alimeajiriwa kama sales executive, lakini akaitwa na Mungu, akaachana na kazi, akaanza kuhubiri. Na ile hali ya kuhubiri akawa anapitia hali ngumu. Hakuna mtu apitia hali ngumu ya kukosa, akawa nakosa, lakini his faith ilimfanya aweze kusurvive. Bwana Yesu asifiwe sana. Faith can move mountains. Ndio Biblia inasema inaweza ikasukuma mlima. Inaweza waambia mlima wa Mount Kenya, ondoka, nenda pale. Mlima hapa unaongea kuhusu changamoto ambazo wakati mwingine tunapitiana. Unaweza ambia hiyo changamoto ikuondokee. Aliona na maji, wapendwa, maji, akaona na maji mpaka wakati Mwenyezi Mungu alipeana pesa. Na wakati alipeana pesa, taa ikakataa kuwaka. Yesu asifiwe sana. Na alikuwa anasema alienda kwa Mungu kumwambia kwa nini taa imekataa kuwaka. Neno la Mungu likamwambia, si uko na pesa sasa, nenda kanunue mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na the same happened to him. Wakati mwingine alikuwa amekosa pesa ya kuweka mafuta kwa gari. Neno likamwambia enda. Na hiyo gari ilikuwa inasonga bila mafuta. Inasonga bila mafuta. Na ilisonga bila mafuta kwa muda mrefu. Bila mafuta, empty tank, empty. Mpaka wakati alipata pesa. Wakati alipata pesa, alienda kuiuliza ikakataa. Sasa akamwambia Mwenyezi Mungu, nimekukosea nini? Akasikia sauti kimwambia, si pesa iko kwa mafuta. Nenda kanunue nini? Nenda kanunue. Naomba unisaidie hiyo punda isiingie. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani. Wacha tujaribu, tuone vile maisha yetu yanaweza badilika kama tutajaza imani juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa watu, wanafunzi wa Mungu, wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wameishi na yeye, hawakuwa na imani ya kutosha. Mungu atusaidie ili tuwe na imani ya kutosha, na hakuna jambo ambalo litashindikana. Kuambia mawimbi yatulie na yatii si kitu rahisi, lakini kama Yesu alituliza, hata mawimbi yetu yataweza kutulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Simewapatia mfano wa mchungaji ambaye alikosa pesa na akaona na taa na akaendesha gari bila kuweka mafuta. Ni mawimbi gani ambayo huwezi fanya? Inawezekana kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo imani inakaa wakati mwingine kama ujinga. Inakaa kama ni impossible. Lakini God has a way of making the impossible to become possible in Jesus' mighty name. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So, changamoto huwa zinakuja wakati kunakuwa na declaration ya misimamo yetu. Mara nyingi wakati misimamo yetu imedhihirika, wakati tumesema destiny yetu inaelekea wapi, hapo ndipo mambo huanza. Mambo huanza wakati tunachokoza. Ndio sababu huwa tunaambiwa mara nyingi, na hii ni Biblia, ya kwamba never share your dream. Don't share your dream with all people. Don't share your destiny with everybody. Maana kuna watu watasikia kile ambacho umebeba, waende wakajaribu wawezavyo wakiharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio watu wote wa kuambiwa mambo. Hii utasoma peke yako sababu ya wakati sina tutasoma. Lakini utaandika Genesis chapter 37 tukianzia mstari wa kwanza. Kianzia mstari wa kwanza utaona Yusufu. Utakutana na Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto wa Yakobo, Jacob, ambaye alikuja kuitwa Israel. Na Joseph, vile tunamjua kwa Kiingereza, Joseph alizaliwa
na mke wa pili, wacha mtumite mke wa pili wa Jacob, yule mke ambaye alikuwa anampenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ile mapenzi ambayo Jacob alikuwa na mama yake Yusufu ilikuwa ya hali ya juu, lakini mpango wa Mungu haukuwa Jacob aoe huyu mama. Mpango wa Mungu ulikuwa aoe mke wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Lea. Kwa macho yake Yusufu hakupendezwa na Lea, maanake Lea hakuwa anamtamani. Biblia inaongea kuhusu macho, ati macho ya Lea yalikuwa yanalia, sijui ilikuwa inaliaje, lakini mimi vile ninavyoweza sema ni hivi ya kwamba Lea kulingana na unajua kila mtu ako na beauty. Beauty is in the eyes of beholder, ndio tunaambiwa the beauty. Sasa Jacob hakuona beauty kwa Lea. Jacob alikuwa anaona beauty kwa nani? Rachel. Kwa Rachel. Na huyu Rachel akimwangalia hivi alikuwa na huyu ndiye yule ambaye nitakayeoa. Haya, Joseph akawa mtoto wake wa kwanza wa huyu ambaye alikuwa anampenda. Kwa sababu ya mapenzi ya mama, Jacob akapenda huyu mtoto sana. Biblia inasema kwamba alimpenda kutoka mwanzo. Na hata Biblia inasema alimpenda kwa sababu alikuwa ni mtoto wa uzeeni. Hiyo ndio the Bible. Kusema hapo that 7 verse 1 verse 2. Nasema ni kwa sababu alikuwa ni mtoto wake wa uzeeni. Lakini tunajua sio tu uzeeni, kuna kitu kingine. Alimpenda kwa sababu alipenda mkewe. Ni kama vile mapenzi ya mama yaliangukia huyu mtoto. Na mtoto kwa sababu ya kupendwa na baba akapata favor. Na hiyo favor ikamfanya hata baba yake amtengenezee nguo special. Sio kwa nini huyu baba alimtengenezea nguo ya rangi mingi. Imeandikwa hapo. Na hii kitu ikafanya the other sons wa Jacob waanze kuchukia huyu mtoto. Namba 2, huyu mtoto akaanza kuwa mtu wa kuona, wa maono. Biblia inasema kwamba alikuwa anaota ndoto. Wapendwa, kila mtu ako na ndoto. Ndoto ni your destiny. Ndoto ni your hatima. Kile kitu ambayo unataka, that is your dream. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwenye ndoto zake, kuna ndoto moja alitoa. Akasema kwamba ameona jua, akaona mwezi, akaona nyota, na akaona hizo zote zinamuinamia na kumshujudu na hiyo kitu. Hata baba yake akamwambia, si wewe unataka kuniambia mimi na mama yako, sababu jua ni baba, mwezi ni mama, na watoto hao wote ni stars, unataka kuniambia tutakuwa chini yako? Ikawa ni kitu kilisumbua hata baba. So kama baba alisumbuliwa, je, hawa watoto? Na ndio sababu ya kuwa mwenye ndoto akapata chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya ile chuki ilifanya wale brothers wake walipomuona akiwatembelea kule mwituni, wakamshika. Kitu ya kwanza wakamrusha kwenye shimo. Kitu ya kwanza walikuwa wanataka kumuua. Mmoja akasema tumrushe huku ndani. Bahati nzuri kule aliporushwa ilikuwa ni shimo la maji, hakukuwa na maji. Mwingine akasema hapana, huyu mtu vile tungefanya tumtoe, tumuuzie hawa watu. Hawa traders, kuna traders walikuwa wananunua watu, wanaenda wanauza. Akauzwa na wale traders. Biblia inawaita the Ishmaelites, wa Ishmaeli, wakawamchukua wakampeleka Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hizo changamoto ambazo anapitia. Kufika Misri akauzwa. Na kule alikouzwa tena unakuta changamoto nyingine. Changamoto ya yule mama mwenye boma akaanza kumpenda. Akawa anataka walale na yeye. Kutoroka akawekelewa ya kwamba alikuwa anataka kumshika kwa nguvu. Ndiye huyo akapelekwa jela. Unaona haya mambo yote yanatokea kwa nini? Kwa sababu ya ndoto. Ile ndoto Yosefu alisema, sio ndoto zote tunafaa kushare na watu. Kuna ndoto tunastahili kujiwekea na kushare na Mungu wetu aliyetuumba. Na kumwambia Mwenyezi Mungu utimize yale ambayo nimeota. Kwa sababu yale aliota yalikuja kutimia.
Manake hawa watu si walikuja Misri akiwa mfalme, si walikuja na wakaanza kumwabudu wakiomba chakula, si ilitimia? Lakini hawakuwa wanataka itimie. Sio watu wote watakubaliana na ndoto lako wapendwa. Na mara nyingi dhoruba hutokea wakati watu wamekuja kugundua pale unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usitosheke na pahali uko sasa hivi. Usitosheke na ile maisha unayopitia sasa hivi. Maana huu ni mwanzo tu. Kuna pahali Mwenyezi Mungu anakupeleka. But you don't share it with the people. Share it with God. Let God reveal His purpose on your life. Because when you share your destiny with the people, there are some people ambao hawafurahii wakiona ukifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So mara nyingi tunakuta kwamba tunakosa kufanikiwa kwa sababu ya wale watu ambao wakati mwingine tunashare dreams na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana ili tuweze kushare ndoto zetu na watu wanaofaa. Na sasa hii case ya dhoruba inatokea kwa nini? Kwa sababu ya kile kilikuwa mbele. Ninapoenda kumalizia sasa, kile kilikuwa mbele ndicho kilisababisha dhoruba iweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama umepata hapo pahali ambapo walipofika the other side of the lake, kuna kile ambacho Yesu alikuwa anaenda kufanya, na ndicho shetani alikuwa anazuia kisifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni lesson kwetu ya kwamba mara nyingi tunapopitia dhoruba wapendwa, tunapitia hali ngumu because of what we are about to get hold of. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kizuri Mwenyezi Mungu anapanga juu ya maisha yetu na shetani anaona na hataki kitimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepata? Verse 26 ya Luke chapter 8 inasema, wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi. The other side of the lake, walikuwa wanaenda kutoa pepo kwa mtu alikuwa amepagawa, mtu ambaye alikuwa ameshikwa na pepo nyingi, pepo ambazo zilisababisha atoke kwake akae kwenye makaburini. Anakaa makaburi, kazi yake ni kujikata na kujiumiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu alikuwa mtu ambaye alikuwa atumike kusambaza injili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Biblia inasema wakati pepo zilipoondolewa, huyu jamaa alitumika sana. Ni yeye alifungua makanisa mengi sana area hiyo ya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hiyo kitu itimie. Shetani alikuwa amepanga Yesu hufiki huko, hata nyinyi wanafunzi mtakufa nyinyi wote kwenye bahari. Akatoa kukawa na dhoruba ndio wakose kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu niwaambia kama Wakristo tusikae mbali na Yesu, maana kile ambacho anaenda kutoa kuna kitu kikubwa sana. Bwana Yesu Mungu amepanga juu ya maisha yetu, na ndio sababu dhoruba hutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor Amani, kile kilichotokea, maana napenda kupeana mfano na Pastor Amani kwa sababu yeye anafungukana, anaongea kuhusu maisha yake, yale aliyoyapitia jela. Imagine jela, mtu ambaye hajakosea, yale aliyoyapitia yalikuwa magumu sana. Mkewe, imagine watu wawili wameingia ndani, kile walichopitia ni dhoruba ambayo ilikuwa kali sana. Lakini ilitokea kwa nini? Kwa sababu kuna makuu pastor ambao yako tayari ya just about kutoka, na shetani alikuwa anajaribu kuzuia, alikuwa anajaribu kufrustrate. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe hukumwacha, hata nikujengeka ulijengeka. Nashukuru sana Pastor Imani anatuambia kwamba akiwa kule alisoma. Unaona? Kwa hivyo shetani alikuwa anataka
ndiye afeli, asifanikiwe. Lakini alipokuwa enda pale, yeye aliona nuru, alisoma, akaanza kuhubiri. Kwa hivyo hakuna pahali mambo yalienda chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitupatia hapa ushuhuda. Hata mama alipokuwa kule ndani akaanza kazi ya kusuka maofisa, akitoka kule alikuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. So dhoruba zingine tusikubali zitufinilie. Tusikubali shetani atuweke chini. Wacha tuamini Mwenyezi Mungu ya kwamba ataweza kututoa kwenye hali yoyote. Yesu anaweza. Yesu ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinatendeka kwa nini? Inatendeka kwa sababu ya kile kilichoko mbele. Yesu walikuwa wamepata dhoruba kwa sababu kulikuwa na mtu alikuwa anangojea Yesu ili yale mapepo yaondolewe na yeye aanze kazi ya kuhubiri neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akaangalia kwa mbali, akaona no, this cannot happen. I must, lazima nizuie. Bwana Yesu asifiwe sana. Similarly, ukiangalia Ayubu, na tumeambiwa hii case kwenye first service ya kwamba Ayubu alikuwa mwaminifu, mtu ambaye alikuwa amesimama na neno lake Mwenyezi Mungu, lakini shetani amemrushia dhoruba, na dhoruba ambayo Ayubu alirushiwa haikuwa ya kawaida. Mtu ambaye alikuwa tajiri, mtu alikuwa na mali yote yakaisha, hakuna kitu kilibaki, hata watoto wake wote wakakufa. Hiyo ni dhoruba ya aina nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine nikiangalia maisha ya huyu mtu wa Mungu, inanikumbushaga rafiki mwingine najua pahali ambayo wakati kulikuwa na 1982 familia yake yote iliisha, alibaki peke yake, na wale waliomuua ni relatives, sababu walikutwa Isili, na ilikuwa inajulikana pahali wanaishi Isili. Najua ilikuwa ni Kenya Air Force ambayo ilikuwa imeongoza kugeuza serikali, na huyu brother alikuwa kwa Kenya Army. So brother yake ambaye alikuwa kwa Air Force akaambia wenzake, my brother na ni ofisa mkubwa kwani ataweza kutugonga. So wakaenda kumuua ndio afe asiweze kuendelea. Lakini kwa bahati nzuri akawa yuko bafuni, alikuwa bafuni. So aliwitness watoto wake wakiuawa, aliwitness mke wake akiuawa, watu wote wakaisha. Unaweza ilikuwa dhoruba kali sana. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu maana alimshikilia na leo ako na familia nyingine. Mungu yaani ni kama tu Ayubu, Mungu kambariki na akaweza kuendelea na maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So Ayubu alipata dhoruba. Chochote alikuwa nacho kikaisha, watoto wakaisha, lakini akasimama na Mungu. Yule aliyesimama na yeye alimtetea. Mwishowe inasemekana alipata utajiri maradufu, akapata watoto maradufu. Mungu akambariki. Ni mke tu hakumpatia wawili. Mke yule Mungu akambadilisha na akawa mke mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na penda kumalizia hii hatutasoma kwa sababu ya wakati, imefika 5:30, sitaki kupita hapo. Acts, the book of Acts, chapter 27 from verse 39. Acts 27 from verse 39 inaendelea, inafika chapter 28. Chapter 28 inaendelea hapo, utajisomea mwenyewe. Tunaarifiwa kuhusu taarifa ambao kulikuwa na dhoruba nyingine, na hii ilikuwa ni kali. Paulo alikuwa kwenye ile meli, na hiyo meli ilikuwa imebeba wafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafungwa pamoja na Paulo walikuwa mle ndani, na walikuwa wamelindwa kabisa ili wasiweze kutoka. Dhoruba ikatokea kali, na ilipotokea kali, Biblia inasema kwamba hiyo meli iligongwa na mawimbi, ikavunjika, ikaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilipoisha, hawa askari wakasema tutaua hawa prisoners. Lakini mmoja ambaye alikuwa anapenda Paulo, alikuwa ameona Paulo ni mtumishi wa Mungu, akawaambia wacha tufanye hivyo, wacha tuwaachilie waingie kwenye, walikuwa wanaona kuna land nearby, kulikuwa na island.
wakaambiwa wote waweze kwenda. Mungu akawasaidia wote, wakaweza kuswim na wakaenda kwenye the island. Baadaye walikuja kugundua the island ambayo ilikuwa inaitwa Malta. Wakaingia pale Malta. Bwana asifiwe sana. So dhoruba ilikuwa kali. Na sitaki kuongea sana kuhusu nyoka ambayo ilijifungia kwa Paulo, na Paulo akaweza kuiondoa, na hiyo nyoka ilikuwa very poisonous. Kisoma hapo chapter 28 utaiona. Lakini Paulo hakuumia hata kidogo. Kile nataka kuonyesha ni kwamba kile kilisababisha hiyo meli iharibike na waweze kuingia Malta ni kwa sababu kuna mtu alikuwa mgonjwa sana mahali pale, utamkuta, ambaye alikuwa baba wa mtu mashuhuri. Huyo mtu alikuwa aombewe na apone. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati dhoruba inatokea, kuna kitu kikubwa ambacho kinahitajika kufanyika. Sababu yule baba alipoombewa, watu wengi sana wakaletwa, wakaombewa, wakapona. Ukristo ukapandwa kwenye the island of Malta. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati dhoruba zinaanza, wapendwa, ni vizuri tujiandae na tujue kwamba there is something big coming on the way. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikufe moyo, tujiandae na tujue Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaweza kufanikiwa, tutaweza kusonga mbele. Hii tu ni changamoto imeletwa na shetani ili tusione makuu ambayo yako pale mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, ya kwamba kilicho mbele ni kitu kikubwa ambacho kitabadilisha situation ya the whole of the community ambayo iko pale mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuwe tayari, tujiandae. Hata wakati tunaona Kenya inapitia kwenye hali haieleweki, wacha tusimame na maombi. Wacha tukatae hizi dhoruba ambazo tunaziona. Wacha tuamini Mwenyezi Mungu ya kwamba atazitaisha, kwa sababu kilicho mbele, mimi najua ni kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu analeta in Jesus mighty name. So kwa hiyo hali ninapoenda kumalizia, ningependa kila mmoja wetu tuende mbele zake Mwenyezi Mungu. Na this time nataka tuanze na sisi wenyewe. Sisi binafsi, wacha tuangalie maisha yetu. Wacha tuangalie yale tunayopitia. Wacha tujue ya kwamba dhoruba ni lazima. Na wacha tuambie Mwenyezi Mungu atupatie nguvu na uwezo ya kuweza kushinda. Dhoruba zingine ni kali. Dhoruba zingine zinatuachana tukiwa uchi. Zingine zinachukua mali yetu yote. Lakini tusikose kufanya Yesu alale. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us use our God. Wacha tutumie Yesu. Wacha tuite jina lake.